What up my niggas, kijana wenu hapa Rasta Myahudi au Tamakenge podcast jamaa. Sasa katika kijiji cha Changumoyo kulikuwa na vitimbi. Manake ni Changumoyo hiyo. Sasa katika kile kijiji bana kulikuwa na kiba mdogo pale anaitwa Ali. Ali tulivyozoea kumuita kwenye mji wetu wa Watamu ama Pwani. Ali kama kawaida mnavyosikia jina Ali. Alikaa sijui nini wala nini. Hicho ni kijitu kitukutu tayari. Manake mtu ana jina na herufi ngapi? 3 Ali tosha. ALI ushamaliza. Ona. Sasa ba mdogo alikuwa na sifa zake tu fresh, mbona home. Ona, akienda shule kuishi. Sasa day moja katika ile primary school yenye imeangaliwa pale Changumoyo, kwa wamepanga kwenye schedule zao tarehe 27 bwana August kwa wale Waswahili sijui mhitaji mimi, lakini najua August bana, tarehe 27 kwa waziri, hajulikani waziri wa nini, lakini ni waziri. So ukisikia kitu waziri bana, lazima ushtuke. Shule kama imejipanga 1 week before, wenye kufanya madrama, wenye kufanya nini, yani kila mtu na kipaji chake akitimize. Walimu wako careful. Sasa kawaida bwana, wewe kama julikana, ikafika ile Ijumaa ya kuwa Jumatatu bwana waziri waja, wakaenda assembly. Wanafunzi wa Changumoyo primary mjambo, kama kawaida waliamkia, maana kwa tarajimu amkie ni swali balaga. Kama kawaida wakatimiza ile wajibu wao, kama watoto kasalimia walimu, wakaongea wale TODs nini, akasema head teacher. Sasa kila mtu akafyata kanwa kimya. Sasa headmaster alipiga zile pambojo zake za kawaida, distance nini, yani wao wana kesi yao ni ile kama mnavyojua. Mwisho akasema basi wanafunzi wangu wa Changumoyo bana, siku ni Jumatatu. Hayawi huwa. Ona, siku ni juma ngapi? Jumatatu. Sasa wakifika mzee waziri, si kila mtu anacho alichojipanga, show him what you can do. Do it at the best. Kwa sasa jamaa wakawa wako tayari, wameshangilia fresh. Sema ila huyo kijana huyo, kila mtu anajua kabisa the notorious one ni fulani na fulani na fulani, akatajwa na jina Ali. Moyo kunani tena? Ali, siku ya Jumatatu usije. Haya, Ali siku ya Jumatatu usije. Ali kama Ali fresh, mambo bana, ukikosa la mama hata la umbwa waamwa. Alikaba fresh, roho safi, akasema apuli. Hata mimi nitakaba magetoni. Sasa Ali yuko nyumbani, watu wanajua kabisa siku fulani, wazazi wanajua kabisa siku fulani kuna kuja nani, maana yake ni ratiba kubwa. Lakini Ali yajua mimi niliambiwa siende. Ali bwana, yeye akiwa nyumbani, yeye ni msaidizi wa babake. Babake ni fundi gereji, atengeza magari. Wewe enda na shida yako yote ya gari, babake sikia babake Ali mashuhuri sana, yani maauto mamanyo, yani yeye kufinya, anajua chenye anafinya kwenye hizo mashine. Ona. Sasa Ali amezoea yani kutuma kuspare, zinaenda kama kitu fulani, namba fulani, lete spana. Yani kwa sababu ni mtukutu, atazungushwa, ashazoea gari. Sasa bahati mbaya sasa juu amejulikana yeye haendi shule, akaamua mimi nitakaba mtaani. Maana yake sasa nyumbani huwezi baki, shule huwezi enda, sasa ni mtu kuzurura. Piga weekend yake pale Jumatatu asubuhi, kila mtu amejikwatua. Alodunga kiwa amedunga kiwa, alifunga tai, aliambiwa wewe leo utakuwa kama chifu wa kienyeji, amedunga likofia lake la ngozi. Yani watu wanaenda shule lakini wamependeza, maana kwa wanaenda na mtindo tofauti. Alisimama akawacheki kwenye kibaraza chao, katikisa tu kichwa, akaona haizuru, akajichangamsha fresh, akasuka kalekea gereji kama kawaida, kaenda kaba na mzee wake. Watu wako shule sasa, wanangoja mzee nani? Waziri. Sasa katika ile michakato ya kungoja mzee waziri, yeye aliona mimi nimekaa muda hapa saa 2 hii saa 3, acha mimi nitembee hivi sokoni kule, naweza ukota hata kama ni chuma nikauze, siku ndo yende. Haya, kwenye matembezi yake bwana Ali akakutana na gari limetulia mahali. Sasa bwana waziri alikuwa amelenga sasa, mimi naenda Changumoyo primary.
Lakini sasa najua kwa sababu mawaziri nao ni mawaziri, kwenye ule msafara wake gari bwana ikasimama sababu imepata mechanical problem. Sasa mechanical problem bana, kama wewe si engineer, huna ujuzi wowote, wewe lako ni kuiangalia upige simu. Sasa amekaa pale na dereva wake wamepiga masimu, wanangoja. Bahati mbaya akatokezea kijana Ali. Yaani anapokuja tayari tunajua pale zile balaa. Ni Ali, nani mwingine? Kwa pale sasa naye akajimudu fresh, shikamo. Marahaba, akaamkiwa fresh. Naona gari lenu bonnet liko wazi kumaanisha mna shida kunani? Waziri akasema ba mdogo kijana tu yani. Ambapo basi gari limezima na halijachemka lakini limezima. Na mweza niruhusu niangalie. Waziri akamcheki dereva. Mwacha aliangalie, limetushinda. Ali sasa alipokuwa nafasi ya kawaida, bwana wewe kama ni mambo yako ni mambo yako. Ali yeye alichangamka fresh 1 fika pale kwa kijiti fresh, lazima bwana utafute kitu cha kushika ile midude, gusa pale, kitu kidogo, fungua mahali, cheki oil nini. Lakini yeye alikuwa anajua afanya nini. Yeye aligusa pale, shika huku, mzee akasema funguo, kaingia ndani akapiga start. Waziri ashangaa, mtoto mdogo ajua gari, hadi ameenda kudunga start, limenguruma. Gari imetengeza. Alotengeza gari ni Ali. Sasa kwa sababu ile raha, waziri akamuuliza, waitwa nani? Mimi naitwa Ali. Ali, watokea wapi? Mimi natokea hapa Changumoyo tu, lakini mzee wangu uko upande wa pili kule, ni fundi gereji, ndio maana huu juzi ninao. Sasa mbona Jumatatu hii hujaenda shule? Bwana waziri bana, wewe sema mbona Jumatatu hii hujaenda shule? Si umekuwa rafiki yangu. Lakini unajua amejiumauma pale, mwisho amefunguka. Bwana waziri, mimi bana niliambiwa nisiende shule siku ya Jumatatu kwa sababu tuliambiwa waziri waenda. Ujue yeye hajajua kuna ni bwana waziri. Yeye ajua tu amekutana na jamaa na mapeni yake, ametulia kwa barabara, bahati mbaya amepata hiyo. Kwa hiyo amemwambia yule jamaa, mimi ni sijaenda shule kwa sababu mimi tabia zangu hazifai kuonekana na nani? Na waziri. Unaona? Kwa sababu yeye ni mtukutu. Kwa hiyo niliambiwa nisiingie shule mpaka ile hafla ya waziri ipite. Sasa yule jamaa, mimi si ndo waziri. Kwa hiyo mtu anaweza ambiwa asije shule kwa sababu yangu mimi. Sasa mimi nisingesoma. Waziri kamuuma, akamwambia kijana wangu, twende nyumbani, geuza nguo twende. Drive pale, mzee ashangaa, dogo apita na garage, yuko ndani ya gari. Kama baba, akaenda akachenja, akarudi pale, akabeba mzee vizuri. Kunani mtoto wangu, mbona sielewi? Huyu ndo bwana waziri mwenye tunamngoja hapo Changumoyo Prema. Habari bwana waziri pale. Ukajua bwana, ukiwa na waziri lazima babaike. Wakabebana fresh, wanafunzi wamejitayarisha shule pale, geti limetundikwa maua, haviwi. Sasa wanamlaki Yesu. Fungulia mageti pale, ameingia sasa V8. Imekunjwa taratibu. Dereva naye hana mbwembwe, hana nyodo. Pole amenyonga kwake fresh, ameenda amelipark. Kushuka hivi. Sasa unajua kama waziri waingia, kuna wale wamekuja mbio. Waziri. Kuna wale ambao wamekuwa pale tayari kupiga kelele zao. Mangoma nini wenye yani ni fujo. Alafu sasa mtu wa kwanza sasa kushuka sasa ni Ali. Wewe imagine wewe kama Makayamba, kama Makenge, kama kijana. Yaani wewe umesikia waziri kama vile tunamshangilia Simba Ibrahim Matumbo. Simba. Alafu akishuka hivi Kenge mwenyewe. Wewe utasikia nini? Disappointment. Ona. Sasa wale jamaa walikuwa disappointed. Ali, usalama asije. Sasa wakasema lakini si kuna wale ambao wao bado hawachanganyi. Unajua? Kuna watu hawachanganyi ovyo. Kuna wale bado kelele zipo juu, hype. Shuka babake Ali. Na fundi gereji. Ona. Shuka na mzee waziri sasa. Waziri. Sasa wale walimu wakaona waziri amekuja. Sasa ndo wale fanya nini? Wewe endeni mkae. Taarifa pale ambao nenda kakae na wenzio. Ali akaenda kakaa na wenzio. Sasa imebidi manaka ametundika kama uniform, utafanyaje? Ameenda amekaa na wenzie, shamra pale.
wale wa kucheza kufanya nini, umefanya samra zao, imefika mida mahutuba nini, imefika mzee waziri. Waziri bana amesimama pale, ameshika maiki vizuri, si lazima ufreshe umati Makenge fujo, Makenge fujo kama kawaida, akawa hype vizuri, akasema lakini mnanivunja moyo ila mnaniridhisha. Sasa wakashangaa, mnanivunja moyo lakini mnaniridhisha. Yaani ile statement halikueleweka. Akasema lakini si ndio yaanza hotuba, acha tumsikize. Akapiga hotuba yake, mwisho sasa akasema sasa acheni niwape kisa changu sasa, cha changu moyo kilichonikuta kabla sijafika hapa, maana najua wengi mna maswali. Watu tuambie nini. Wanafunzi kama kawaida bwana, kuna wale vitu ngumu toba sijui nini, wameshauti vituko vyao pale. Bwana waziri amekuna ko ameanza, nilipokuwa njiani sijui nini, ameeleza kile kisa vizuri mpaka pale alipokutana na Ali. Watu wakasema Ali kwa hiyo alikutana na waziri njiani, kwa hiyo hata yeye asingekuja angelikuwa ashakutana na waziri mbele yetu. Ona advantage hiyo. Kwa hiyo sio ifukuzwa shule ukachukia mwanangu, wezi jua. Ameeleza kile kisa vizuri, Ali alipokuwa wa msaada wa maana. Sasa walimu wakabaki sifa imerudi kwa shule tu, bado waziri yako ichukulia vibaya. Akasema kwa sababu ni mmoja wetu na ni mwanafunzi wenzetu na amenifanyia kitendo ambacho ni kizuri, nitawajengea laboratory mahali ambapo mtakuwa mnafanya vitu vyenu vya practical. Tunajua elimu zetu hizi. Sasa jamaa akasema lakini Ali jamaa, waziri alitufunza kitu ya kuwa elimu ndo muhimu. Yeye hakuangalia kuwa Ali alikuwa mtukutu wala nini, yeye ndo hapa ule mfano vizuri na ile, lakini walioianzisha walioitanguliza wale walimu bana walijaza. Maanake yeye ni mwanafunzi kama wanafunzi wengine, yeye si mtu baki. Kwenye hii Kenya yetu bana tunajua hakuna mtu baki. Aliyekuwa pale alitengwa kabisa kwa sababu ya tabia yake, lakini mwisho ndo alikuwa wa msaada. Kwa hiyo usisahau bana, unayempisha njiani ni nani. Kama ni mwanafunzi sawa. Waziri alichukua tu jukumu moja, mbona Jumatatu hii hauko shule, na ikawa rahisi. Mbona Jumatatu hii haiko shule? Wewe ukitana na mwanafunzi nje, mwanangu ndo waziri wa kesho huyo, muulize mbona uko shule. Pengine hata ni 50. Amfukuza sijanyoa, sijakata ukucha. Alafu jamaa msahau kushare, kusubscribe na kulike jamaa kama kawaida. Msikate kucha sana. Dungani hiyo like tulione ile kucha. Gundu wako.